Jina lake la asili lilikuwa Simoni, lakini Yesu Kristo akamwita Kefa, maana yake ni Petro au jiwe. Inaaminiwa alizaliwa mwaka wa kwanza baada ya Kristo, huko Bethsaida, kijiji kidogo cha wavuvi karibu na bahari ya Galilaya, eneo ambalo leo linajulikana kama Israeli. Petro alikuwa mvuvi wa kawaida. Alifanya kazi pamoja na ndugu yake Andrea. Siku moja akiwa kazini, Yesu alimuita, "Nifuateni, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu." Hapo ndipo safari yake ya kiroho ilipoanza. Petro alikuwa mmoja wa wanafunzi wa karibu sana wa Yesu, pamoja na Yakobo na Yohana. Alishuhudia matukio makubwa ya ajabu ya kushangaza. Aliona Yesu akibadilika sura mlimani, alishuhudia kufufuliwa kwa binti wa Yairo. Petro alikuwa mtu wa kusema haraka na kutenda haraka, wakati mwingine kwa ujasiri mkubwa na wakati mwingine kwa udhaifu wa kibinadamu. Ni Petro aliyesema kwa ujasiri, "Wewe ndiwe Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai." Lakini hata Petro alianguka. Katika nyakati za mateso, alimkana Yesu mara 3. Hata hivyo, hakukimbia kabisa. Ni yeye pekee aliyemfuata Yesu hadi kwenye kesi yake. Baada ya ufufuo, Yesu alimrejesha Petro. Alimuuliza mara 3, "Je, unanipenda?" Swali hilo liliashiria msamaha, liliashiria urejesho na wito mpya wa huduma. Siku ya Pentekoste ilipofika, Petro alipokea Roho Mtakatifu, na ghafla akawa mhubiri mwenye nguvu sana. Alisimama, akahubiri, na maelfu ya watu wakatubu na kubatizwa. Akawa kiongozi wa kanisa la mwanzo huko Yerusalemu. Alifanya maamuzi makubwa ya kiroho, hata akawahubiria mataifa, kama ilivyotokea kwa Kornelio. Petro aliandika vitabu viwili katika Agano Jipya, waraka wa kwanza na waraka wa pili wa Petro. Aliwaandikia Wakristo walioteseka, walioishi kama wageni. Aliwahimiza, "Simamini imara katika imani, vumilieni, ishini maisha matakatifu." Petro alihubiri Injili katika milki ya Rumi. Hatimaye akafika mjini Roma, ambapo aliendelea kuhubiri kwa ujasiri mkubwa. Lakini mwisho ukafika. Wakati wa utawala wa Mfalme Nero, mwaka wa 68 baada ya Kristo, Petro aliuawa kishahidi kwa kusulubishwa. Lakini hata katika mwisho wake, alionyesha unyenyekevu mkubwa. Aliomba kwa ujasiri, asulubishwe kichwa chini, miguu juu, kwa sababu aliamini hastahili kufa kama Bwana wake, Yesu Kristo.